Leo tunakuja kuangalia mambo 10 ambayo ningekuwa nafanya tofauti kama ningeanza kulima tumbaku leo. Yaani vitu ambavyo natamani hata kama wewe unaanza upya, hata kama wewe unakuja kuanza hiki kilimo, hata kama wewe unajifikiria kwamba nianze upya kulingana na mwendelezo ambao nilikuwa naufanya. Mimi ningekushauri uanze mambo haya 10 ambayo hata mimi ningetamani kama ningeanza kulima tumbaku leo ningeyafanya. Na haya sio tu kutamani, kila mwaka mimi huwa nayafanya kwa sababu najaribu kuyafanya kwa kiasi chake ili niweze kupata ubora tofauti na ambao ninakuwa nimepata mwaka ambao nakuwa nalima. Msimu ambao nakuwa nalima natamani niweze kufanya hivyo kila mwaka. Kwa hiyo kumbuka kusubscribe, kulike, share na comment. Kama ningepata nafasi ya kurudi siku yangu ya kwanza nilipoanza kuelewa kilimo cha tumbaku, kuna mambo 10 ningeyafanya tofauti, na jambo la mwisho ningelipa kipaumbele sana kwa sababu linaweza kuamua kama mwisho wa msimu utasema nini, nimefanikiwa au nimepoteza muda wangu. Hii sio video tu ya kukufundisha kwamba mimi najua kila kitu. No, ni video ya kukushirikisha lesson ambazo nimejifunza na mambo ambayo mkulima mpya anatakiwa kuyaangalia mapema. Jambo la kwanza, ningejifunza kwanza soko likoje. Nisingekimbilia kupanda bila kuelewa mfumo wa soko au mahitaji, quality na grading. Kwa kama ningeanza kulima ningekushauri wewe mkulima mpya kwamba uanze kujifunza soko ili uweze kuelewa mambo ambayo yanaendelea kwenye soko kuhusu mahitaji ya soko, quality na grading. Jambo la pili ambalo ningekushauri wewe mkulima mpya au mkulima ambao unazidi kubadilika, unazidi kujifunza, ningekushauri jambo la pili, upange bajeti. Ningejua mapema kabisa ninaingiza kiasi fulani cha pesa, lakini pia natarajia kutumia kiasi gani. Kwa hiyo nakushauri kwanza uweze kupanga bajeti. Bajeti upange kwamba utaingiza kiasi gani kwenye shamba, lakini upange kabisa utatumia kiasi gani kwenye shamba, utavuna kiasi gani na faida utapata kiasi gani. Lakini jambo la tatu, ningekushauri uweze kuipa umuhimu na athari mkubwa, yaani umuhimu wa kutunza mbegu, shamba na kila kitu. Kwa hiyo kwa sababu mwanzo mzuri unaweza kuwa msingi wa shamba zima. Mfano, angalia mbegu ambazo ulizipanda ziko vizuri hadi mwisho wa shamba zinakuwa vizuri. Hapa huwa nachukulia mfano kwamba, hebu chukulia kwamba ile robo yako au heka moja yako ambayo unaipanda mapema, kwa nini inakuwa nzuri zaidi katika shamba zima kuliko sehemu nyingine yoyote? Ndio ujue kwamba nasari nzuri au kutunza shamba vizuri na mbegu, kila kitu kinakuwa vizuri. Mwisho wa siku sokoni unaenda kuprove kitu ambacho umekifanya vizuri. Kwa hiyo jifunzeni kutunza mashamba, jifunzeni kutunza mbegu, jifunzeni kutunza kila kitu ili mwisho wa siku sokoni uweze kuuza kwa faida. Jambo la nne ambalo ningekushauri uweze kufanya wewe mkulima mpya au wewe ambaye unahitaji kubadilika na kuendelea kujifunza zaidi juu ya kilimo, ujali sana timing ya kila kitu. Kilimo hiki kina timing. Sio kila jambo linafanya tu kwa sababu tumepata muda. No, unafanya kitu kwa sababu kile kitu kinahitajika. Mfano ni muda wa kuvuna, kavune, usubirie kwamba tumbaku iwe imeiva sana. Ukifika muda wa kupalilia, palilia. Ukifika muda wa kutifulia, tifulia. Ukifika muda wa kufanya topping, low topping, high topping, finger topping, fanya. Usisubiri yani kwa sababu eti umepata muda. No, fanya kwa sababu shamba linataka namna gani. Kwa uwe na timing nzuri. Ukifika muda wa kusamaria, samaria. Yani nenda kwa ratiba. Usifanye kitu kwa sababu umepata muda, fanya kitu kwa sababu kinahitajika shambani kwa muda husika. Jambo la tano ambalo ningekushauri uwe unajifunza kuhusu mbolea. Mbolea ya tumbaku unayojua kwamba NPK sana sana inakuwa na ratio 10, ratio 12, ratio 18 hadi ratio 24. Hiyo ndio mbolea nzuri ya tumbaku. Lakini pia mbolea nzuri ya tumbaku kwa mfano NPK lazima iwe ina uwezo wa kuotesha. Nasema kuna mbolea ya kuotesha, mbolea ya kukuzia, lakini jifunze kuhusu mbolea ya NPK
jifunze kuhusu mbolea ya CAN, jifunze kuhusu mbolea ya Olea na zile basal inputs zile zote uweze kujifunza. Kwa hiyo ningejifunza zaidi mimi zaidi kuhusu aina na kiasi au muda mwingi wa mmea ambao nataka kutumia mbolea. Mfano mbolea tunashauriwa tunapokuwa tumepanda mmea wa tumbaku kwa mfano NPK, tunaweka NPK baada ya siku 7 na zinakuwa ni gramu 30 hadi 34. Lakini CAN tunaweka baada ya siku 28. Kwa hiyo weka katika pilika zako, anza kuweka CAN ambao ni mchanganyiko wa NPK ili hata ule mmea ambao haukupata uweze kupata. Hapa ninakuwa ni siku ya 18 tangu ulipopandikiza mbegu zako shambani kutoka kwenye kitalu hadi siku ya 21 ndio unatakiwa uweke mbolea. Sasa mbolea hizi wengi wanaweka tu mbolea wanadhani wamemaliza. Unapokuwa umeweka mbolea, hakikisha unatoa yale magugu yote ambayo naita ni weeds, anakuwa competitor kwa wale kwa ile miche. Kwa hiyo ukishatoa zile weeds ambazo ni competitor kwa mimea, itakuwa ni vizuri sana, mbolea zako zitaweza kufanya kazi vizuri na hautaweza kupoteza rutuba, hautaweza kupoteza nutrition ambayo ilikuwa inahitajika ende kwa mmea. Itaenda kama inavyohitajika. Kwa hiyo jifunze sana kuhusu mbolea na mbolea. Kuna mbegu nyingi zinahitaji mbolea, nyingine zinahitaji mbolea kiasi. Kwa mfano kama K26 inahitaji mbolea sio ya mchezo. Inahitaji mbolea sio ya mchezo. Lakini mbegu kama K326 inahitaji tu mbolea ya wastani, lakini uizingatie katika usafi ili siweze kupata magonjwa, sababu ile mbolea inaathiriwa sana na magonjwa. Kwa hiyo jifunze sana kuhusu mbolea ili uweze kupata mavuno zaidi kwa gharama chache. Jambo la 6 ambalo ningekushauri wewe unayeanza au wewe unayetaka kuboresha kilimo chako, jifunze kudhibiti magugu mapema. Kwa mfano, usisubiri tatizo liwe kubwa ndipo anze kila hatua. Usubiri tatizo linakuwa kubwa unaanza kutatua. Usubiri tatizo linakuwa kubwa unaanza kutapatapa. Hakikisha unatatua tatizo la magugu mapema. Ukiona magugu shambani yaondoe, palilia kwa muda, tifulia kwa muda, saka zote zile ondoa. Sasa hapa kwenye magugu watu wengi wanashindwa kuelewa. Magugu hapa ninayozungumzia ni majani. Yale majani tunaita ni weeds. Sasa zile weeds zinapokuwa nyingi sana kwenye shamba zinapeleka nini? Zinapeleka kitu tunachokiita nutrients ambazo zingeenda kwenye mmea wa tumbaku zinapelekwa na majani. Kwa hiyo jitahidi sana uweze kuondoa magugu ili uweze kupata mazao mengi zaidi, kwa sababu ukiondoa magugu ile mbolea itafanya kazi kwa ukamilifu, itafanya kazi kwa uaminifu, itafanya kazi kisawasawa, kwa sababu umeondoa magugu. Kwa mbolea yote itaishia kwenye mizizi ya tumbaku na hivyo tumbaku inaweza kustahimili kustawi vizuri hivyo. Lakini jambo la 7 ambalo ningekushauri wewe ili uweze kuboresha zaidi, lakini pia ningekushauri kwa wewe unayeanza, jali sana topping. Jali sana topping na kuondoa suckers. Hapa nisikilize vizuri. Usifanye mazoea kwenye topping na kuondoa suckers. Nishaeleza kwamba kuna aina 3 za topping. Kuna low topping, high topping na finger topping. Nikwambia kwamba high topping ni ile unafanya topping unaacha majani mengi. Mfano majani 23, 24, 22, 18. Lakini low topping ni ile ambayo unafanya topping unaacha majani machache, kwa sababu unaacha majani labda 9, 10, 12, 11. Lakini finger topping ni ile una time unafanya timing ya kukata lile ua kabla halijachomoza sana kwa kutumia mkono. Lakini hizo topping zingine ukatumia hata vifaa vile vya kufanyia topping, lakini finger topping unatumia mkono. Faida yake ni nini? Faida zake ni topping zote unazozifanya topping, ile wanga ambayo ingesababisha kwenda kuzalisha ua inaishia kwenye majani. Kwa majani yanakuwa yananenepa, yanakuwa marefu, yanapanuka. Kwa ndio maana tunashauriwa kufanya topping. Sasa ukishafanya topping hapa faida yake ni nini? Faida yake nyingine, ukishafanya topping, napenda kuwashauri sana wakulima muhakikishe kwamba mnaacha wiki moja ipite baada ya kufanya topping, ndipo majani yanajichuja na kuwa mazuri sana. Lakini usiishie tu kufanya topping. Suckers ni nini? Suckers ni vile viotea vinavyoota pale ulipokata lile ua, lakini sikushauri sana ukate ua limechomoza, no, pale linapojitengeneza unalikata. Kwa suckers unazitoa pale ambapo ulikuwa umekata lile ua, unazitoa. Hizi ndio suckers ambazo zinaota pale kama maotea, unaweka dawa then maisha yanaendelea.
Kitu cha nane ambacho ningekushauri sana wewe uweze kubadilika na uweze kubadilisha kilimo chako kama uboreshaji, eh, eh, jifunze kujifunza katika kufanya culling, yani kukausha majani kwenye bani. Ni kwa sababu baada ya miezi ya kazi ya shamba sitaki kupoteza quality kwenye nini, kwenye hatua ya mwisho. Hiki kitu mimi huwa nakizingatia kwa sababu gani? Nataka kuzalisha zile grade tu za juu, L10F, L10, M10, M1R, M1L, nataka kutengeneza C1L, C10 nini, hizo ndo ambazo nataka kutengeneza. Kwa sababu gani? Hiyo ndo quality nzuri ya tumbaku, kwa sababu na kunajua grade zake ni rahisi sana kuzitengeneza, kwa sababu tunazingatia culling is easy to maintain, kwa sababu miezi inayokuja unaenda sokoni. Sokoni unapeleka nini? Lazima upeleke tumbaku yenye quality. Sasa kama unapeleka tumbaku ambayo ina quality, mwisho siku unaanguka. Lakini kitu cha 9 ambacho ningependa kushauri kama mboreshaji, jifunze sana grading mapema. Jifunze grading mapema, jifunze grading mapema kwa sababu inatakiwa ujue mapema kabisa kile kinachofanya jani liwe la thamani zaidi. Inatakiwa ujifunze grade mapema ili uweze kujua nifanyeje niweze kuzalisha L10F, nifanyeje niweze kuzalisha L10. Hivyo jifunze kujua grade mapema. Hata unapopeleka tumbaku yako sokoni ni rahisi sana kuitetea kwa sababu unajua grade. Unapokuwa unapeleka chochote kile sokoni, unapokuwa unauza, ni rahisi kujitetea kwa sababu unajua grade, ni rahisi kwa sababu wale marifmen ndo kazi yao ni hiyo, kuweka wewe sawa uweze kuridhia bei yako kuhusu mnunuzi na mteuzi. Kwa hiyo kama hujui grade, mwisho wa siku hujui unachokipeleka sokoni, ni vigumu sana kujitetea na ni vigumu sana kuchukua hatua ya kulinda thamani ya tumbaku yako. Lakini pia kitu cha 10 ambacho ningekushauri katika wewe uboreshaji au wewe unayeanza, ningekushauri usihesabu kila kitu, kwamba unapoteza. Hivyo hesabu kila kitu kinachoingia tu, ili uweze kujua mwisho wa siku na upo kwenye hasara au uko kwenye faida. Kwa hiyo hii ndio kubwa zaidi. Jifunze kurekodi kila gharama, kila kilo, kila grade, kila mapato, kwa sababu usichopima ni vigumu kukijua kama kinakupa faida au kinakupa hasara. Kwa hiyo jifunze kurekodi kila kitu na usijifunze kuhesabu kwamba hapa napoteza. No, jifunze kurekodi, jifunze kujua kila kitu, kwa sababu hili ndilo kubwa kabisa. Kama ningelipata nafasi kama wewe, ningekuwa na rekodi kila kitu, ningekuwa najua kwamba kilo imeingiza mwaka huu nimezalisha kilo za L10F ngapi, kilo za M10 ngapi, kwa nirekebishe wapi, nimeangukia kwenye thamani gani, kwa sababu ni vigumu kukijua kama kinakupa faida kama ukiandiki, kwa sababu wahenga walisema kwamba mahali bila daftari huisha bila habari, na tumbaku bila mahesabu itakupa hasara tu, kwa sababu hutajua urekebishe wapi. Kwa hiyo kwa sisi ambao ni wakulima wa tumbaku, tuwe wavumilivu sana katika kutekeleza haya na katika kujipa moyo katika kufanikisha mambo kama haya. Haya ni mambo 10 ambayo ningekushauri wewe unayeanza uweze kuyatekeleza, lakini mambo 10 ambayo ningekushauri wewe ambaye unataka kuboresha uweze kuyafanya. Nimekwambia jambo la kwanza, jifunze kujua soko linataka nini. Jambo la pili, panga bajeti. Jambo la tatu, tunza shamba lako. Lakini jambo la 4, time, yani manage muda ambao ni time management. Lakini pia jambo la 5, jifunze kutumia mbolea. Jambo la 6, jifunze kudhibiti magugu mapema. Jambo la 7, jifunze kufanya topping na kuondoa suckers kwa wakati. Lakini jambo la 8, jifunze kukausha tumbaku kwa vipimo kwa joto zuri ili uweze kupata grade nzuri yenye thamani kubwa. Jambo la 9, jifunze grading mapema ili uweze kutetea thamani yako na uweze kujua unapeleka kitu gani sokoni. Lakini jambo la 10, hakikisha unahesabu kila kitu ambacho kinatumika shambani ili uweze kujua unapata faida au hasara na ujue unaweza kurekebisha wapi. Kwa hiyo kama wewe ni mkulima mpya, usione aibu kuuliza. Niulize chochote na usione aibu jifunze chochote kuhusu kwenye hii, lakini kutoka kwa wakulima wengine uwe unawauliza. Kwa hiyo usione aibu kujifunza kutoka kwa wakulima wengine. Kuna wakulima unakuta wanafanya vizuri kijijini, lakini vile kuna wakulima unakuta wanafanya, yani jifunze kujifunza kwao, na usione aibu kurekebisha kosa ulilofanya msimu uliopita. Jifunze kufanya hivyo kwa sababu
Ukirekebisha kosa leo, kesho utafanya vizuri zaidi, tena kuzidi hata wako. Anayejifunza nampa kipaumbele cha kufanikiwa kwa sababu unaongeza maarifa. Hata unayenisikiliza nakupa big up sana kwa sababu unaenda kuongeza maarifa. Kama ungeanza tumbaku leo, ni jambo gani moja ungependa kulifanya tofauti? Andika kwenye comment section, na kama bado hujaanza andika ninaanza, ili tuweze kujua tuko wangapi. Kwa hiyo ningependa kukuuliza, kama ungeanza tumbaku leo, je, ni kitu gani ambacho ungependa kujifunza kuwa tofauti? Andika kwenye comment section chini ya video hapo, na tutaisoma na tunaweza kuifanyia kazi. Kwa hiyo tumbaku inaweza kuwa zao lenye fursa, lakini mafanikio yake hayaji kwa kupanda tu. No, yanahitaji maarifa, timing, yanahitaji management, yanahitaji quality, yanahitaji biashara. Kwa mimi ni Dhahabu ya Kijani Tobacco, na safari yetu ni mojawapo ya kumsaidia mkulima kuona tumbaku sio majani tu, bali ni biashara kutoka shambani mpaka sokoni. Kama unataka kuwa sehemu ya safari hii, bonyeza subscribe uweze kuturn on notification, ili tushirikiane na tuweze kujenga sauti ya mkulima kwa tumbaku kwa pamoja. Kwa hiyo ukisha subscribe, turn on notification, na utakuwa wa kwanza kupata video kila inapotumwa kila wakati. Mimi naitwa Robson Mandevu kutoka Dhahabu ya Kijani. Nakupenda sana.